Yupo mfalme mmoja ambaye amewahi kufanya usaili wa maana sana ambao ulimletea faida. Nikisema usaili, bila shaka watu wengi ambao mmefanya interviews mnajua jambo hili. Mfalme Farao katika enzi za utawala wake alipata shida, alipata tatizo, akapata nafasi ya ajira. Alikuwa anatafuta mtu ambaye atatatua matatizo aliyokuwa kwenye ufalme wake, ambayo yeye alikuwa ameyaona kwa ndoto, na ndoto hizo zilimsumbua sana. Aliona ng'ombe 7 wanene wenye afya wakitoka katika mto Nile, lakini baadaye akaona ng'ombe wengine 7 ambao walikuwa wamekondeana, ambao walikuja wakawameza wale ng'ombe 7 waliokuwa wenye afya. Na kwa sababu ndoto hiyo ilijirudia, ikamsumbua sana, akaamua atafute mtu ambaye angeweza kumsaidia. Itakumbukwa wazi ya kwamba katika kuhangaika huku na kule kupitia kwa waganga na wanasayansi wa kipindi chake wa nchi yake, hakuweza kufanikiwa kupata mtu mwenye qualifications za kuweza kutatua ile ndoto na kuleta maana, na ndipo akapatikana huyu kijana aliyekuwa anaitwa Yusufu Mwebrania, ambaye wakati alikuwa yuko gerezani. Sasa habari ambayo ni muhimu sana tukaitafakari ni pale huyu bwana mdogo Yusufu alipoletwa kutoka gerezani kama mfungwa, akaja kafika kakutana na huyu mfalme. Mfalme alipomhoji kutaka kujua uwezo wake, akamfanyia usaili, akamfanyia interview kujua uwezo wake katika kutatua lile tatizo. Yule bwana mdogo alionyesha umahiri mkubwa sana, na akamthibitishia mfalme kwamba angeweza kutatua yale matatizo. Yeye alikuwa ndo candidate sahihi kwa ajili ya ile nafasi. Na kweli alipopewa nafasi akaitafsiri ile ndoto. Jambo moja ambalo ninataka tulijadili, tujifunze wote kwa pamoja, ni baada ya Yusufu kutoa ile tafsiri ya ndoto, basi mfalme akasema, wewe ndiye mtu sahihi ambaye unaweza kukalia pia hii nafasi ya mtu ambaye anaweza kusaidia taifa hili likajiandaa na hiyo njaa kubwa ambayo itakuja kuikumba nchi au itaikumba dunia. Kwa hiyo Yusufu akapata ajira ya kuwa mtu mkubwa, akawa ni amepewa nafasi kubwa sana katika ule utawala, na wengi wanapenda kusema alikuwa na nafasi ya waziri mkuu ili aweze kumtatulia Farao matatizo aliyokuwa nayo. Jambo ambalo ninataka tuweze kulitazama kwa karibu sisi sote ni vile ambavyo usaili huu au hii recruitment iliyokuja kumfaidisha Farao. Maandiko yanaonyesha kwamba Yusufu alipoingia katika ile ofisi, jambo la kwanza alianza kuandaa magara ambayo angeweza kuhifadhi chakula. Akahifadhi chakula kikawa kingi kwa miaka 7 ya mwanzo, mpaka miaka 7 ingine ya njaa ilipoanza, basi ikawa ni rahisi kwa ile nchi kuweza kupata chakula. Maandiko yanasema wananchi walianza kwenda kununua chakula katika magara ya Farao ambaye alikuwa anasimamia Yusufu. Wakaleta mali na pesa, wakanunua chakula mpaka ikafika sehemu nchi nzima pesa yote ikawa ni pesa ya Farao. Imagine huyu mtu ameajiliwa, anavyomtajirisha Farao, amesababisha pesa zote za Misri zimerudi katika ghala ya Farao kupitia chakula ambacho alikuwa amekiweka kama sehemu ya maandalizi ya njaa ambayo ingeikumba nchi. Sasa maandiko yanaenda mbali zaidi. Baada ya watu kuwa wametumia pesa zao bila njaa kukoma, wakafika sehemu akamwendea akamwambia, sasa sisi tunakufa njaa, tuna mifugo inatusaidia nini? Wakaanza kuleta mifugo yao wabadilishane na chakula. Yusufu akafanya biashara kubwa, mifugo yote ya Misri ikabadilishwa ikawa ni mifugo ya Farao. Manake waliuza mifugo yao yote, walibadilisha mifugo yote kwa chakula ambacho Yusufu alikuwa amekitunza, wakaiweka mifugo yote kawa mali ya Farao. Kwa hiyo Farao sio tu kwamba aliishia kuwa na fedha zote za Misri, lakini Farao aliishia pia kupata mifugo yote ya Misri ikawa mifugo yake. Hiyo haikutosha, njaa iliendelea miaka 7. Wananchi wameshaishiwa pesa, wananchi wameishiwa mifugo, wakarudi wakamwambia Yusufu, sisi tuna faida gani tunakufa njaa? Basi sisi wenyewe sasa tugeuzwe kuwa watumwa ili tuweze kuishi, tupate chakula, tusife njaa.
Yusufu akamnunulia Wamisri wote, wananchi wote wakaja kujiuza, wakajitoa kuwa watumwa ili wapate chakula ambacho kilitokana na ile kazi Yusufu alikuwa ameifanya. Kwa hiyo wananchi wote wakageuka watumwa wa Farao, mifugo yote ikawa ni ya Farao, na pesa zote zikawa ni za Farao, kwa sababu ya just a single recruitment. Ajira moja tu iliyofanywa, ambayo mimi naita a strategic recruitment, ilifanywa na Farao, ikamtajirisha Farao, akawa ni tajiri, ana pesa zote, ana mifugo yote, na wananchi wote ni watumwa wake. Sasa wewe umeajiriwa na unatafuta kuwa na jina kubwa, unatafuta kuwa mheshimiwa, watu wa kuheshimu, lakini what are you adding kwa ile kampuni? Unaongezea kampuni thamani gani? Yaani wewe kuwepo kwenye hilo nafasi ambayo umepewa, ni nyumbani, ni msichana wa kazi, ni mfanyakazi, wewe bosi wako aliyekupa hiyo nafasi anakufaidi kwa lipi? Farao aligeuka akawa tajiri, ana pesa, ana mifugo, ana watu wote ni watumwa, kwa sababu ya mtu mmoja tu anaitwa Yusufu, ambaye alifanya kazi kwa bidii na kwa weledi na kwa hekima. Alitafsiri ndoto, akapewa kazi ya kuandaa magara, akaanza kuandaa chakula, akasimamia mauzo ya kile chakula, akamtajirisha Farao. Kwa nini Yusufu asiwe ni mtu mwenye heshima kwenye ile nchi? Kwa nini Farao asimheshimu na kumpa nafasi kubwa, nafasi ya pekee kwenye ile taifa? Kwa nini asibadilike akawa ni mtu ambaye ana heshima katika kila kona? Wewe unatafuta heshima hapo ulipo, bosi wako anakufaidi kwa lipi? Watu ambao unawafanyia kazi wanafaidikaje na uwepo wako? Si wewe ambaye upo kazini lakini ni mtoro, unafanya kazi kwa uvivu mpaka wakusukume, productivity zero. Hakuna namna unaweza ukawa mtu wa thamani, hakuna namna unaweza ukawa ni mtu wa heshima kama hauongezi thamani pale unapoishi, pale unapofanya kazi, na kwa bosi au kwa kampuni au kwa mtu ambaye amekuajiri. Hii itakusaidia sana.